Asifiwe sana mtoto wa Mungu popote pale ulipo unayetufuatilia ndani na nje ya Zanzibar. Ibada hii inayokuja moja kwa moja kwako ni ibada inayotokea kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God TAG Maonda chini ya mchungaji kiongozi William Nasolo Ali. Nikukaribisha sana katika ibada hii ambayo tunakurushia moja kwa moja. Nyuma ya kamera upo na Geoffrey John, ndiye ninayekurushia ibada hii au ibada inakufikia moja kwa moja kutokea Maonda Zanzibar. Lakini pia vile vile kwa wewe ambaye unatamani kufika kanisani mahali hapa TAG Maonda, nikukaribisha sana popote pale ulipo. Unahitaji kufika na kufika ni rahisi sana. Kwa hiyo unayetokea kanda ya mjini, maeneo mbalimbali, Fuoni, Jambiani, Michamvi, Paje, maeneo mbalimbali, Fuoni, Melitano, Fuoni kituo cha polisi cha zamani kule, Kiembe Samaki na maeneo mbalimbali. Mtoto wa Mungu popote pale kanda yote ya mjini, mwambie Konda, utakuja moja kwa moja, hizo utashuka kwa nyanya kama unatokea Fuoni au kama unatokea Kiembe Samaki utakuja moja kwa moja mpaka mjini, halafu utachukua magari ya darajani yanayokuja kwa nyanya. Lakini ukifika kwa nyanya tu chukua gari lolote moja hapo ya haya Donge, Mkokotoni au Kiwengwa, Matemwe, Pwani Mchangani, lakini kuna Banda Maji, kuna magari ya Nungu, yote haya yanapita Maonda. Mwambie Konda akushushe Maonda mwambie Konda akushushe kituo cha posta. Ukishashuka posta tayari umefika kanisani moja kwa moja. Lakini kama unatokea kanda ya Nungwi, unatokea Nungwi au unatokea Kivunge, unatokea Kinyashini, unatokea Pwani Mchangani, unatokea Matemwe, unatokea Kiwengwa, kanda hizo zote gari zote hizo zinapita Maonda. Tumwambia Konda akushushe posta, na ukifika hapo utakuwa umefika, kanisa liko mbali na barabara. Lakini kama unatokea Donge, wewe unatokea Donge, utamwambia Konda akushushe either akushushe kwa kituo kipya au akushushe kwa Mr. Abbas. Ukishashuka hapo kituo cha posta kiko mbali na wewe, utakuwa umefika kanisani. Na Mungu wangu ambie
ambaye amekuja na kutenda kwa Roho Mtakatifu, kutenda kwa Roho Mtakatifu, kutenda kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu. Mwingine anajiuliza Roho Mtakatifu ni nani? Lazima uwe na maswali ya namna hiyo. Roho Mtakatifu ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kuna mtu haelewi habari za huyu Roho Mtakatifu, na inawezekana amesikia sana kuhusu Roho Mtakatifu, lakini bado anajiuliza maswali. Huyu Roho Mtakatifu ni nani hasa? Ni nani hasa? Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo nafsi hii ndiyo inayoliwezesha kanisa kutenda kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Yoeli ile sura ya 2 mstari wa 28, Biblia inasema siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Alizungumza kwa habari ya kuachilia roho yake juu ya wote wenye mwili, na akazungumza mambo fulani pale. Wale ambao watapatiwa huyo Roho Mtakatifu, kuna vitu ambavyo wataambatana navyo. Ninakutazamisha tu kwa habari ya Roho Mtakatifu, lakini pia Roho Mtakatifu ni ahadi ambayo inalihusu kanisa. Kanisa linahusika kabisa moja kwa moja kwa ajili ya ahadi ya Roho Mtakatifu. Amina jamani. Tuko sawa sawa? Na ninapozungumza kwa habari ya kanisa, ninazungumza kwa habari ya mimi na wewe. Bwana asifiwe sana. Sizungumzi kwa habari ya hili jengo lililokuwa na mafeli yanapuliza hapa, hapana. Ninazungumza kwa habari ya kanisa ambalo ni mimi na wewe. Ndilo kanisa ninalolizungumza. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu kwa ajili ya kanisa. Lakini leo tunatizama hali ya utendaji wa Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu yeye ndiye mtendaji ambaye anatenda ndani ya kanisa, ndiye anatenda ndani ya mtu, ndiye anatenda ndani ya mama, ndiye anatenda ndani ya binti fulani, ambaye Roho Mtakatifu akiwa ndani yake hatendi yeye kama yeye. Kuna nguvu ambayo inamsababisha aweze kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunaweza kusema ni booster. Bwana asifiwe sana. Umeona hivi vyombo hivi? Kuna mashine hapa inavisukuma, ndio maana vinatoa sauti. Halo. Halo. Ikikosekana hiyo mashine, hii haiwezi kutoa sauti. Bwana asifiwe sana. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nguvu ambayo ikikaa ndani ya mtu ndio inasababisha kutenda yale ambayo Mungu anataka yatendeke. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Nilikuwa najaribu kuweka sawa kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu ambayo hiyo nafsi Mungu aliona vyema aiachilie kwa ajili ya kanisa. Amina. Amen. Fungua kitabu cha Matendo sura ya 6. Matendo sura ya 6, tusome mstari wa 10. Matendo sura ya 6, tusome mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume 6, nisomee tu mstari wa 10. Na mstari wa 10 Biblia inasema lakini hawakuweza kushindana na hekima iliyotenda ya huyo Roho aliyekuwa naye. Kuna mtu hapa anazungumziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu huyu aliitwa Stefano. Stefano ni miongoni mwa wanafunzi ambao walifika hatua wakaiamini Injili. Baada ya wanafunzi kutawanyika huku na huko, Injili ikaendelea kuhubiriwa. Nyakati zile Yesu amelikabidhi kanisa la kwanza la wanafunzi 11 habari ya Injili. Na Biblia ukisoma hiyo sura ya 6 inazungumzia habari za mtu mmoja aliitwa Stefano. Stefano alikuwa ni mwamini ambaye aliliamini neno la Yesu kupitia wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Akaliamini neno la Mungu, akafika hatua akamwamini Mungu kupitia Injili ambayo alikutana nayo kupitia wanafunzi wa Yesu. Na Biblia inasema baada ya Stefano kuliamini lile neno, akakaa miguuni pa mitume, akajifunza
mtumishi, na Biblia inasema kwamba akafika hatua akawa ni mtu ambaye anafanya miujiza ya namna mbalimbali. Ninazungumza habari za mtu mmoja Stefano, na mtu huyu alikuwa amezaliwa na mwanamke kama ambavyo mimi na wewe tumezaliwa. Bwana asifiwe sana. Mtu huyu alikuwa na mambo yake na maisha yake kama mimi na wewe tulivyo na mambo yetu na maisha yetu. Haleluya, haleluya. Lakini ilifika hatua akaona umuhimu wa kukaa miguuni pa mitume, akaona umuhimu wa kukaa na kujifunza neno la Mungu, akaona umuhimu wa kukaa na kutafuta nguvu ya Mungu. Biblia inasema akafika hatua akawa amepokea uwepo wa Roho Mtakatifu. Alipokuwa amepokea uwepo wa Roho Mtakatifu, Biblia inasema Roho Mtakatifu akamjalia kuwa na hekima na maarifa ya kulitambua neno, na alipokuwa na maarifa hayo, Biblia inasema akashindana na watu mbalimbali. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nadhani mtu unanielewa, utanielewa nikiendelea huko mbele kidogo. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ukisoma ule mstari wa 8, Biblia inasema naye Stefano akajaa neema na uweza, ulikuwa ukifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mauru na la wa Kirene na la wa Iskanderia na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima ya huyo Roho aliyesema naye. Bwana Yesu asifiwe. Unaona jinsi ambavyo Stefano alikuwa, Biblia inasema amejaa neema, amejaa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akamjalia kumpa hekima, Roho Mtakatifu akamjalia kumpa ufahamu, na wakainuka watu kwa ajili ya kutaka kushindana naye. Biblia inasema hawakuweza kushindana naye kwa sababu ya ile hekima ambayo Roho Mtakatifu alikuwa amempatia. Bwana asifiwe. Nasema kwa habari ya kutenda kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Kutenda kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye mtendaji wa kazi ya Mungu ndani ya mwamini. Stefano alikuwa mwamini kama mimi na wewe. Halo, tuko sawa sawa? Aliliamini neno la Mungu, na baada ya kuliamini neno la Mungu akakaa ili atembee katika hilo neno la Mungu, na alipokaa katika kutembea katika neno la Mungu ndipo Roho Mtakatifu alipomjilia, na alipomjilia Roho Mtakatifu akampa kitu cha kufanya. Biblia inasema Stefano alikuwa amejaa matendo ya Mungu. Stefano alikuwa amejaa miujiza. Stefano alikuwa akifanya ishara mbalimbali kwa watu, na alipoonekana anafanya ishara ndipo vita ya wale watu wa sinagogi ikainuka kwa ajili ya kuhojiana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maswali yakawa yanamfuata. Mnasema Yesu ni Mungu. Mbona tunamwona Yesu ni mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mashindano, lakini kwa sababu ndani yake kulikuwa kumejaa hekima, akawa anajibu maswali yao na mashindano yao, na Biblia inasema hawakuweza kushindana na hiyo hekima iliyokuwa ndani yake ambayo Roho Mtakatifu amemjalia. Bwana asifiwe. Nataka kuzungumzia habari ya umuhimu wa Roho Mtakatifu kwa kanisa. Haleluya. Roho Mtakatifu ni muhimu sana kwenye maisha ya mwamini. Amen. Amen. Unajua wakati mwingine tunafika hatua tunasema Roho Mtakatifu alikuwa kwa ajili ya mitume. Hapana, Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu. Hakusema nitamwaga roho yangu kwa mitume. Anasema nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Lakini twende mbele kidogo. Kanisa bila Roho wa Mungu haliwezi kuyaona matokeo ya utendaji wa Kristo. Kanisa bila Roho wa Mungu haliwezi kuyaona matokeo ya utendaji wa Yesu Kristo. Haliwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Litakuwa na jina kwamba hili ni kanisa,
na watu inawezekana wataingia katika hilo jengo wakijua kwamba hilo ni kanisa, lakini halitakuwa na matokeo ya utendaji wa Kristo Yesu kwenye hilo kanisa. Maana hakuna yule ambaye anaweza kusababisha matendo yatokee, kwa sababu matendo ya Mungu ama matendo ya Kristo Yesu yanatokea mahali ambapo pana Roho wake Mtakatifu, pana nguvu na utukufu wake, pana mamlaka ya Mungu imeketi mahali hapo, pana nguvu ya jina. Linapotamkwa hilo jina linaleta matokeo. Ni kwa sababu hao wanaolitamka hilo jina wana nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yao. Hiyo nguvu ndiyo inayosababisha matokeo ya ishara mbalimbali zinaanza kutokea mahali hapo. Kuna vitu vinatokea, watu wanaponywa mahali hapo, watu wanafunguliwa mahali hapo, watu wanabarikiwa mahali hapo, watu wanakatakata vifungo vilivyofungwa kwenye maisha yao, majini yanawaachia watu mahali hapo. Ni kwa sababu hapo mahali pana nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatenda kazi kupitia hao watu ambao wameliamini jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui naongea na mtu hapa. Nataka kuzungumza habari ya umuhimu wa Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana kwa kanisa. Roho Mtakatifu ni muhimu sana, maana Roho Mtakatifu ndo anayemfanya mtu kumwelekea Mungu. Hakuna mtu ambaye anaweza kumwelekea Mungu pasipo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hayupo. Na ndio maana Yesu akafika hatua akatembea na wanafunzi miaka 3 na siku kadhaa hivi. Bwana asifiwe sana. Na alipokuwa anakaa nao, alikuwa anawafundisha neno la Mungu, lakini pia aliwaelekeza ya kwamba imewapasa kupokea Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu atakapoajilia, Biblia inasema ndiye atakayewafundisha yote, maana atakuwa mwalimu kwao. Halo? Tuko sawa sawa? Kwa hiyo hakuna matokeo ya Kristo Yesu yatakaoonekana mahali ambapo hapana uwepo wa Roho Mtakatifu, hapana nguvu ya Roho Mtakatifu. Kanisa lolote linalokataa habari za Roho Mtakatifu, nataka nikwambie, kama kuna matokeo yanatokea hapo mahali, basi kuna nguvu nyingine ambayo inasababisha hayo matokeo yaweze kutokea. Lakini kanisa ambalo linamkiri Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye ambaye anafanya vitu vikubwa ambavyo wanadamu wakivitazama wanasema imekuwaje jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Wanapatwa na mshangao. Wanapatwa na mshangao kwamba imekuwaje jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kuwa na wahubiri sahihi pasipo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatuwezi kuwa na wahubiri sahihi pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Vinginevyo tutakuwa na wahubiri feki. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hatuwezi kuwa na wahubiri sahihi pasipo Roho Mtakatifu. Ili tuweze kuwa na wahubiri sahihi, ni lazima hao watu wawe wamejawa na Roho Mtakatifu. Hapo ndipo tutakuwa na wahubiri sahihi. Na katika ulimwengu tulionao, kwa sababu watu wamefika hatua wameona hakuna umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu, wengine wameona umuhimu wa kuwa na elimu tu ya vyuo fulani fulani, lakini wamefika hatua hawajaona umuhimu wa Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana leo tuna wahubiri feki katika ulimwengu tulionao, na ndiyo maana leo tuna wahubiri ambao wanafundisha watu kinyume na makusudi ya Mungu. Ni kwa sababu ndani yao wamekosa ile hali ya uungu ambayo inakaa ndani ya mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wahubiri mpo hapa, mnamhitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu fungua Biblia kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Soma mstari wa 14 hadi 21, msomaji. Matendo ya Mitume 2:14 hadi 21. Nisomee hapo. Amina, tutasoma. Neno la Mungu linasema, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11
akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, mahali hapa kwenye sura ya 2 Biblia inasema baada ya ile siku ya Pentekoste, Biblia inasema Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea uweza utokao juu. Mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Yudea hata mwisho wa nchi. Akawaagiza kwa habari ya kukaa pale Yerusalemu. Biblia inazungumza wanafunzi wakalitii lile neno. Walikuwa wamejifunza habari za neno kwa Yesu, walikuwa wameona miujiza mbalimbali ambayo Yesu aliifanya, lakini Yesu alijua ya kwamba watu hawa nikiwaacha kama walivyo, lakini kwa sababu Yesu alifika hatua ya kwamba sitawaacha peke yenu, nitawaletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu atawajilia. Anawaambia msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea uweza utokao juu, na mtakapopokea huo uweza mtasimama kuwa mashahidi wangu. Tukisoma sura ya 2 Biblia inasema siku ile ya Pentekoste ndipo uwepo wa Roho Mtakatifu aliwashukia wanafunzi pale Yerusalemu. Biblia inasema zilikuja ndimi kama ndimi za moto zilizogawanyika juu ya kila moja, na wote wakajawa Roho Mtakatifu. Na walipojaa Roho Mtakatifu, Biblia inasema wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Mtazamo wao na ufahamu wao ukabadilishwa, nguvu zao za kawaida zikabadilishwa. Sikiliza nikueleze, walipojaa Roho Mtakatifu ndipo Yerusalemu ikatahayarika, ndipo Yerusalemu ikashangaa, ndipo Yerusalemu ikaona maajabu kwamba kila mmoja ananena kwa lugha isiyo ya kwake. Na hapo ndipo ninapoona uwezesho wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa lake. Haleluya. Lugha inabadilika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu akaingia ndani ya wanafunzi, na baada ya kuingia ndani ya wanafunzi, mhubiri wa kwanza baada ya Yesu tunamwona Petro, watu wakiwa wanashangaa pale Yerusalemu. Akainuka mtu mmoja ambaye ni mhubiri wa kwanza baada ya Yesu, anasimama ananihubiri lile kusanyiko pale Yerusalemu. Anasema, sikilizeni enyi watu wa mji huu, ya kwamba jambo hili mnaloliona leo, hii ndiyo ahadi ya Mungu ambayo ilitamkwa kwenye kitabu cha Yoeli ile sura ya 2 na mstari wa 28, ya kwamba siku zinakuja ya kwamba nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wazee wenu wataota ndoto, watoto wenu watatabiri, kike kwa kiume. Yesu hajachagua kike kwa kiume. Mtu ambaye yuko tayari akipokea Roho Mtakatifu anakuwa mtu mwingine. Maisha yanabadilika, mitazamo inabadilika, semi zinabadilika. Anasimama akiwa kama mtumishi wa Mungu, manake ana uwezesho utokao kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuhimu wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, maana Roho Mtakatifu ndiye mtendaji. Roho Mtakatifu ndo mwenye kanisa. Roho Mtakatifu ndo mwenye huduma. Roho Mtakatifu ndo mwenye vipawa vya kila namna. Roho Mtakatifu ndiye aliyebeba miujiza. Roho Mtakatifu ndiye aliyebeba uponyaji. Hakuna mwanadamu aliyebeba uponyaji, bali ni Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu mwenyewe ndiye anayelisukuma kanisa ili liweze kufanya matokeo ya kimungu ambayo sio ya kibinadamu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Petro
kwanza kabisa, baada ya kujaa Roho Mtakatifu, anasimama Petro, anawahubiri watu, na Biblia inasema ile injili ya Petro, kwa sababu ilikuwa imejaa upako, ilikuwa imejaa uwezo wa Mungu, ilikuwa imejaa mamlaka ya Mungu, ilikuwa imejaa utendaji wa Mungu. Biblia inasema karibu watu 3,000 waliokoka mahali pale. Bwana asifiwe. Hatuwezi kuwa na wahubiri sahihi kama hawajajazwa Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Na wanainuka wahubiri ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu, na wanafika hatua, ndio maana wanalilisha matango pori kanisa, wanalilisha sumu kanisa, wanaliharibu kanisa la Mungu. Ni kwa sababu hawajajaa Roho Mtakatifu. Maana mtu akijaa Roho Mtakatifu atapata maelekezo kutoka kwa Mungu. Halo. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lazima kanisa lijae Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana. Hatuwezi kuwa na Wakristo sahihi ambao hawajajaa Roho Mtakatifu. Tunaweza kuwa na kundi la watu kwenye makanisa, lakini tusiwe na Wakristo sahihi, kwa sababu ndani yao hawajajaa Roho Mtakatifu. Halo. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo lazima uwe na shauku ya kujawa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni haki yako, na ni haki yangu. Bwana asifiwe. Na ni ahadi ya Mungu mwenyewe ya kwamba ataachilia Roho wake Mtakatifu juu ya kanisa lake. Amen. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 8, kanisa lililojaa Roho Mtakatifu litasimama na ushuhuda wa matendo ya Mungu. Kanisa lililojaa Roho Mtakatifu litasimama na ushuhuda wa matendo ya nani? Ya Mungu. Matendo 3. Hebu fungua Matendo 3. Matendo 3 mstari wa 6 hadi 8. Nisomee msomaji. Matendo 3:6 hadi 8. Neno la Mungu linasema, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama. Akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kanisa lililojaa Roho Mtakatifu litasimama na ushuhuda wa matendo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kanisa likijaa Roho Mtakatifu litasimama na ushuhuda wa matendo ya Mungu. Sio kila shuhuda ni matendo ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sio kila shuhuda ni matendo ya nani? Ya Mungu. Unaweza kukutana na shuhuda lakini yasiwe matendo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana shuhuda zilizojaa matendo ya Mungu zinampa utukufu nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Lazima litasimama na shuhuda. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 na mstari wa 8, Biblia inasema mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu juu yenu, mtakuwa nini? Mashahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kitabu cha Mathayo 28 kwamba tutaona shuhuda, watu watasimama wakimshuhudia Mungu. Anasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkawabatize watu. Lakini anafika hatua anasema jambo moja, mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niko pamoja na nyinyi hadi ukamilifu wa dahari. Kwamba Yesu anawaagiza wanafunzi ya kwamba nyinyi nendeni ulimwenguni, lakini mimi niko pamoja na nyinyi. Wakati ule alikuwepo kimwili. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini nasema niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari.
kimwili si alitoweka, hatumuoni tena kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana asifiwe sana, haleluya. Lakini alimaanisha ya kwamba mimi niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Alimaanisha ya kwamba Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na kanisa lake. Roho Mtakatifu atatembea pamoja na kanisa lake. Roho Mtakatifu atatenda pamoja na kanisa lake. Roho Mtakatifu atafanya pamoja na kanisa lake. Roho Mtakatifu atafanya pamoja na binti ambaye amejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atafanya pamoja na mwinjilisti ambaye amejaa Roho Mtakatifu. Anajua ya kwamba Yesu wao watu lazima niwaagizie Roho Mtakatifu. Amen. Ni haki yetu. Bwana asifiwe. Kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu ni haki yetu. Bwana asifiwe sana. Na lazima uwe na hamu na shauku ya kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Usipokuwa na hamu, usipokuwa na shauku, nataka nikwambie hautaona manufaa ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu anatusaidia kutumenteni katika maeneo mbalimbali. Unajua wokovu bila Roho Mtakatifu hatuwezi. Sawa jamani? Yaani kuishi maisha matakatifu, maisha ya kushinda dhambi bila Roho Mtakatifu haiwezekani. Halo? Halo? Na ndio maana watu wengine wanasema hauwezi. Nikakutana na jamaa mmoja akaniuliza maswali, akanambia hivi, wewe huvuti sigara? Nikamwambia sivuti. Hunywi pombe? Nikamwambia sinywi pombe. Huna starehe yoyote hapa duniani? Nikamwambia starehe ninayo. Starehe ninayo. Akaniuliza starehe yako nini? Nikamwambia starehe yangu ni kumwabudu Mungu. Basi. Haleluya. 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 Akanambia haiwezekani mwanadamu aishi duniani bila starehe yoyote. Kama havuti sigara atakuwa anakunywa pombe. Kama hanywi pombe basi atakuwa na starehe ya wanawake au atakuwa na starehe yoyote, lakini hakuna mwanadamu ambaye hana starehe. Nikamwambia starehe ndugu yangu niliko nayo sio starehe ya kunywa pombe, sio starehe ya kuvuta sigara, sio starehe ya mabinti. Starehe niliyo nayo ni kumwabudu Mungu peke yake. Hiyo ndio starehe kwenye maisha yangu. Wala hakuna starehe nyingine ambayo kwangu ninaiona ya samani. Starehe yangu ni kumwambia wewe ni Mungu. Starehe yangu ni kuhubiri habari njema. Starehe yangu ni kumwambia Yesu ni Bwana. Starehe yangu ni kuinama na kusujudu mbele zake. Starehe yangu ni kuomba, ni kumwambia Yesu niko hapa. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Hiyo ndiyo starehe katika ulimwengu nilio nao. Sina starehe nyingine kijana. Sina starehe nyingine mama. Hiyo ndiyo starehe. Na hiyo starehe inasababishwa na Roho Mtakatifu. Kwa akili zangu zisingeweza, lakini Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu, huyo ndiye ananisababisha niweze kuamini ya kwamba hii ndiyo starehe sahihi, ndiyo starehe ambayo haitakuwa na mwisho. Maana ulevi una mwisho, sigara zina mwisho, mabinti wana mwisho, umelenda kwao wana mwisho, lakini Yesu wa Nazareti anasema hata tukifa tutakuwa tumelala, siku moja tutamlaki mawinguni, tutakuwa pamoja naye. Hiyo ndiyo starehe binti yangu, hiyo ndiyo starehe kijana wangu. Taka starehe ya kumwabudu Bwana, usitafute starehe nyingine. Na hiyo starehe ya Roho Mtakatifu atakusababishia kusimama katika hiyo starehe, na sio starehe nyingine yoyote. Usivutwe na starehe za dunia hii, maana hizo starehe zinapita. Starehe zinapita, maana Biblia inasema dunia na mambo yake yote yatapita. Wadada wazuri watapita, disco litapita, pombe zitapita, majumba mazuri yatapita, magari yatapita, lakini Yesu mwana wa Mungu aliye hai, yeye ni wa milele, yeye ni wa milele. Utakuwa pamoja na wewe milele na milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui naongea na mtu mahali hapa. Sikiliza nikueleze. Petro baada ya kupata Roho Mtakatifu akasema sina starehe nyingine duniani bali starehe yangu ni neno la Mungu. Akasimama akasema sikilizeni enyi jamii, na ndivyo ninavyotamani iwe. Nitasimama katika ulimwengu nilio nao, nitawaambia watu ya kwamba Yesu ni Mungu. Nitawaambia watu ya kwamba Yesu anaokoa. Nitawaambia watu ya kwamba Yesu anaponya. Nitawaambia watu ya kwamba Yesu hakuna kama yeye, amestahili peke yake. Hakuna Mungu mwingine, hakuna mtume wa yote, hakuna nabii wa yote. Ni Yesu Kristo, yeye ndiye yote katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua Roho Mtakatifu
Bwana huwaga anatusaidia kuepukana na mambo fulani fulani. Roho Mtakatifu Bwana huwaga anatuwezesha kuepukana na vitu fulani. Wakati mwingine tunapita kwenye magumu, wakati mwingine tunapita kwenye misukosuko ya aina mbalimbali, lakini ukiwa na Roho Mtakatifu hakuna kitu kinatusababishia hofu, hakuna kitu kitatusababishia kuchukia, kwa sababu ndani kuna Roho Mtakatifu. Ndani kuna nguvu isiyo ya kawaida, ndani kuna msukumo usio wa kawaida. Hata wengine wanaposimama kinyume chako unasema kwangu mimi Yesu ni Bwana. Halo, Bwana asifiwe. Umuhimu wa Roho Mtakatifu, hauwezi peke yako, hautaweza. Amen, hauwezi. Na ndio maana unakuta kuna watu unajua kuna ile hali ya utumishi wa misisimko. Sitaki habari ya utumishi wa misisimko. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua utumishi wa misisimko? Halo. Yaani mtu anapanga vitu vya kumtumikia Mungu, alafu kwa sababu hakuna kinacho msimika kwenye lile kusudi ambalo liko ndani yake, anajikuta anashindwa kutekeleza kile ambacho anatamani kukifanya. Haleluya. Bwana asifiwe. Kataa utumishi wa misisimko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nilikuwa namwambia mtu mmoja akaniambia hivi, injili tutahubiri kweli? Nikamwambia kwa jina la Yesu tunaenda kuhubiri. Akaniangalia akasema, baba, mbona naona mambo kama. Nikamwambia sikiliza, Bwana asifiwe sana. Vyovyote itakavyokuwa, injili inaenda kufanya nini? Kuhubiriwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni agizo. Tumepewa nini? Agizo. Na tusipolifanya hilo agizo, siku moja Yesu atatudai. Halo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja utadaiwa. Lakini Roho Mtakatifu ndio anayeweka. Unajua kuna watu hapa mpaka sasa hivi hawaamini hivi kweli. Kiwanja kile tutahubiri injili, nakwambia tunahubiri katika jina la Yesu. Halo. Hivi unanichukulia poa Yaani nichukulie poa kwa kuniona kimwili. Lakini ukija kwenye ulimwengu wa roho na mimi ni mtu mwingine. Kabisa. Bwana asifiwe sana. Halo. Wewe amini tu tunaenda kuhubiri. Bwana asifiwe sana. Mwingine anasema hivi hela itapatikana. Nataka nikwambie usipotoa wewe kuna watu watatoa. Amen. Kwani kazi yangu mimi sio kazi yangu. Mimi kazi yangu ni kukwambia tu Mungu anataka tukahubiri injili ni wewe. Amina. Ukitaka kwenda na mimi, Mungu ataenda pamoja na wewe. Usipotaka kwenda, Yesu wanafunzi walitaka kuzuiliwa mahali pale Yerusalemu. Bwana hao jamaa tupigia kelele. Yesu akamwambia hao wakinyamaza, yatainuka mawe yatafanya nini? Yatapiga kelele. Kwa hiyo wewe usipofanya, nataka nikwambie Mungu atainua mtu atafanya nini? Atafanya, ila hizi baraka zisikupite. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tumesoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Nazungumza kwa habari ya matendo ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema Petro na Yohana wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu. Ukisoma ile sura ya 2 wamejaa Roho Mtakatifu, alafu wanaume baada ya kujaa Roho Mtakatifu wanaenda hekaluni. Bwana asifiwe sana. Wana nguvu nyingine, sio Petro yule wa kawaida, sio Yohana yule wa kawaida, ni Petro mwingine ambaye ametoka mahali ameongezewa kitu cha ziada. Biblia inasema wakawa wanaelekea hekaluni muda wa kusali, saa 9 ya kusali. Wale watu walikuwa na kawaida ya kwenda hekaluni kusali. Haleluya. Na Biblia inasema yule mtu alikuwa anawekwa kwenye mlango mzuri, na yule mtu alikuwa na miaka mingi anawekwa pale mlangoni. Hata Yesu inawezekana kabisa Yesu alikuwa anaingia kwenye lile hekalu. Inawezekana Yesu Mungu alikuwa anamkuta yule jamaa anaomba, lakini Yesu alimwacha akiba yule jamaa, akijua kuna wakati unakuja ya kwamba nitaachilia Roho Mtakatifu ndani ya Petro, nitaachilia Roho Mtakatifu ndani ya Yohana, na siku moja Roho Mtakatifu atakuja kumwinua huyo mtu. Yesu alikuwa na mpango na yule mtu pale. Biblia inasema Petro na Yohana wakiwa wanaenda hekaluni, Biblia inasema jamaa wamemweka yule mtu pale kiwete ili aombe fedha. Sikiliza nikwambie, wakati mwingine yule kiwete mmoja anapiga mahesabu. Ile pesa alikuwa naomba inawezekana ilikuwa faida ya watu wengine, maana asingeweza kwenda sokoni kununua kitu, asingeweza kwenda kununua mitumba, asingeweza kwenda kununua tumbule. Lakini nataka nikwambie watu walikuwa wanambeba asubuhi na mapema, wanampeleka pale ili agaiwe fedha iwafaidishe wao. Na ndivyo ilivyo kwenye ulimwengu wa roho. Tumekutana na walemavu wengi, lakini wengine ni watu ambao ni mtu
ambacho leo ndicho nikupacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama uende, simama uende, simama uende, simama uende. Biblia inasema akamshika mkono akamwambia kwa jina la Yesu simama. Biblia inasema vifundo vyake vikatiwa nguvu, akainuka yule jamaa, akaingia hekaluni. Mwanangu anarukaruka, anasema Yesu ni Bwana, anasema haleluya, haleluya. Anafurahia uwepo wa Mungu. Sikiliza nikoleze, watu kwenye hekalu wakashangaa, wakasema si yule kiwete ambaye alikuwa anawekwa pale? Jamaa anajitambulisha, anasema mimi ndiye. Leo nimekutana na watu tofauti, nataka kuzungumza matendo ya Yesu ndani ya mtu, matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya watumishi wake. Haleluya. Muhimu sana kuwa na Roho Mtakatifu. Kanisa bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuona matendo makuu ya Mungu, hatuwezi. Haleluya. Ili tuone matendo makuu ya Mungu, tuone ishara ambazo Mungu anafanya ndani ya kanisa lake, anafanya kwenye ulimwengu tulionao, ni lazima turudi kwa Mungu, ni lazima tumtafute Mungu, ni lazima tumwite Bwana, ni lazima tumwabudu katika roho na kweli, ni lazima tujitoe katika kumtafuta. Hatutaona matendo makuu ya Mungu tusipojitoa. Mama, tusipojitoa vijana, tusipojitoa mabinti, tusipojitoa wachungaji, tusipojitoa wainjilisti. Ni lazima tujitoe, ni lazima tumikane. Biblia inasema mtu akiipenda nafsi yake hamistahili, mtu akiikana nafsi yake Biblia inasema ataiona. Ili tuone makusudi ya Mungu ni lazima tumikane nafsi zetu. Lazima. Tukipenda dunia, kumpenda Mungu hakupo. Haleluya. Roho Mtakatifu ni muhimu sana kwa Mkristo. Ngoja nikupe ushuhuda. Lazima uwe na shauku. Usipokuwa na shauku, kitu chochote kama una shauku nacho huwezi kukifanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiwa na shauku, nataka nikwambie utakitafuta. Ukitamani kuwa na gari, nataka nikwambie utafanya kazi kwa bidii ili ulinunue gari. Na ukitaka kuwa na nguvu ya Mungu, lazima ufanye kazi kwa bidii ya kumtafuta huyo Mungu ili akae ndani yako, atende pamoja na wewe. Haleluya. Sikia, 2013 nilienda kufanya huduma Tanga, Korogwe. Watu wa Tanga hapa mnaweza kuelewa. Maeneo fulani wanaita Kunduru. Nikaenda kufanya huduma na mtumishi wa Mungu. Wakati nilikuwa mchanga kabisa. Mchanga. Lakini nikapata neema ya kupewa kufundisha semina ya siku 3 kwenye lile kanisa. Nilifundisha semina inayohusiana na Roho Mtakatifu. Nilipokuwa nazungumza habari za Roho Mtakatifu, siku ya Ijumaa nikaanza ile semina. Siku ya Ijumaa nikahubiri habari za Roho Mtakatifu jioni, na Jumamosi nikahubiri habari za Roho Mtakatifu. Alafu Jumapili kwenye ibada nikasema leo tunatamani tumuone Roho Mtakatifu hapa. Kila mtu ajazwe Roho Mtakatifu. Nikahubiri habari za Roho Mtakatifu. Alafu baadaye nikasimamisha kanisa. Nikasema kanisa tusimame. Tunataka tumwite Roho Mtakatifu. Hata yule ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu ajazwe Roho Mtakatifu leo. Yule ambaye amejaa akafurike zaidi na zaidi. Yule ambaye ana viwango vidogo, viwango vya Roho Mtakatifu vikaongezeke. Sikia nikwambie, watu wakapita mbele. Nikaliitia jina la Yesu, nikaita uwepo wa Roho Mtakatifu. Watu wakajazwa Roho Mtakatifu, watu wakanena kwa lugha mpya, watu wakagaragara pale kwenye ile sakafu. Sikiliza nikwambie, tuliwaacha watu saa 8 mchana, watu wanaendelea kububujika mpaka mchungaji mwenyeji akatuambia sisi twendeni. Tukawaacha kanisani, watu wanaendelea kububujika, maana wamepokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Nikafika jioni ilipofika, nilikuwa nalala nyumba fulani hivi ya mshirika, na yule mshirika alikuwa ni mama anaitwa Mama Matias. Namkumbuka yule mama. Halo, anaitwa Mama Matias. Toka nimefika pale, nilikaa wiki 2 pale Korogwe. Sijawahi kumsikia yule mama akiwa anaomba ndani. Naingia usiku nalala, namshukuru Mungu nalala, sijawahi kumsikia anaomba. Ila ile siku ya Jumapili, Jumatatu tunaamka tunaanza safari kurudi Zanzibar. Yule mama nilipata usingizi wa kwanza na kuchoka na huduma. Nilipokuja kuzinduka mazingira ya saa 7 saa 6, nikamsikia yule mama anaomba chumbani kwake. Anaomba yule mama. Nikamsikia anaomba. Nikatoka nikaenda toilet. Nilipoenda toilet, yule mama anaendelea kuomba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yule mama anaomba. Nikajiuliza maswali. Nikasema imekuwaje huyu mama leo? Usingizi ukanipitia tena.
Usingizi uliponipitia, yule mama bado, nikaja kuzinduka tena, yule mama bado anaendelea kuomba, anaomba. Usiku kucha mama anaomba, usingizi ukanipitia tena. Sikiliza nikwambie kilichotokea. Nikiwa nimelala kitandani, niko usingizini, nilisikia kwenye usingizi kama kuna tetemeko la ardhi, nikasikia kitanda kimetikiswa pale kitandani ninatikiswa, kuna tetemeko la ardhi sio la kawaida, ile nyumba inatikisika. Nikatoka kwenye usingizi nikiwa nimeshtuka, na hisi kama kuna tetemeko la ardhi, lakini nilipotoka kwenye usingizi nikajikuta na mimi niko rohoni, ninanena kwa lugha. Sikuwa ninaomba, nilikuwa nimelala usingizi, lakini nilipotoka tu kwenye usingizi nikajikuta ninanena kwa lugha, ninaomba. Alafu ile nyumba imejaa uwepo fulani sio wa kawaida, kama tetemeko la nchi kwenye ile nyumba. Alafu nikamsikia yule mama upande wa pili wa chumba, yule mama anabubujika. Nikaomba katika roho, nikafika hatua nikasema amen, nikajilaza tena kitandani. Lakini nilikiwa nimelala namna hii alfajiri, yule mama bado anaendelea kububujika katika roho. Nikasema nini kimetokea? Ni kitu gani kimetokea? Nikashangaa. Lakini nisikilize nikueleze, asubuhi na mapema nilipoamka nataka kutoka nitoke nje, yule mama akanizuia, akanambia mchungaji, Mungu akubariki. Nikajiuliza kwa nini mama ananiambia Mungu anibariki? Bwana asifiwe sana. Alafu akanambia naomba mchana wa leo chakula cha mchana uje kula hapa. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia sawa, haina shida, ila ongea na mchungaji wako. Ni mshirika, Bwana asifiwe sana. Ni mke wa mzee wa kanisa, na mume wake alikuwa anafanya kazi umeme. Na siku zote nimeenda pale mume wake hakuwepo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akanambia mchana uje kula chakula hapa. Nikamwambia hamna shida, ongea na mchungaji. Sasa mchungaji mchana akanambia bwana, yule mama amesema ukapate chakula kule kwake. Sasa nikasema kwa nini nisiende na mchungaji wangu? Wakati mimi si mchungaji ujue. Bwana asifiwe sana. Kwa nini niende peke yangu? Nikawa na maswali kichwani mwangu. Kwa nini niende peke yangu, tusiende wote? Kuna nini? Alafu nikiangalia yule mama pale nyumbani yuko peke yake, ni mtu mzima kidogo. Bwana asifiwe sana. Nikasema lakini sawa, mimi nitatii. Nikaenda. Nilipoenda nikakuta nimewekewa ugali na kopo la maziwa ya mtindi na mboga fulani hivi ya majani. Nikakaribishwa, nikakaa, nikamshukuru Mungu. Nilipopiga ile tonge ya ugali ile kupeleka mdomoni, ile mboga ilikuwa chungu hatari. Sijawahi kula mboga ya namna ile. Nikasema nimetegwa nini? Mbona mboga chungu namna hii? Sasa moyoni naambiwa kula. Nikasema baba, huyu ndo umesheni, mimi nakula, wewe unajua. Nikapiga ile mboga chungu kweli. Chungu. Sijawahi kula mboga ya namna hiyo. Nikanywa na kopo la mtindi. Baadaye yule mama akanambia Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu tangu nimeokoka sijawahi kujazwa Roho Mtakatifu. Yaani nilisema watu wote Jumapili pale baada ya kuombewa wote wamejaa Roho Mtakatifu, mimi sikuwa nimejazwa. Lakini nikasema Mzanzibari hata ondoka, natamani nijazwe Roho Mtakatifu leo kabla huyu mtumishi hajaondoka. Kwa hiyo kumbe kuomba kwa yule mama kucha nzima, shauku yake kabla sijaondoka ajazwe Roho Mtakatifu, na Mungu alisikia maombi yake. Bwana asifiwe sana. Shauku. Bwana asifiwe. Sijui wewe moyoni mwako kukoje. Bwana asifiwe. Naenda kumalizia. Haleluya. Pointi ya mwisho. Petro na Yohana wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu, matendo ya uponyaji, matendo ya miujiza yakatokea pale. Yule mtu kupitia Petro akapona, akawa mzima, akawa na afya njema. Kuombaomba basi anajitafutia mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sio Petro aliyefanya yale. Ni Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya nani? Ya Petro. Kwani si ndio wao walishindwa kumwombea yule aliyekuwa anaangushwa na kifafa? Wakapelekewa wanafunzi wamuombee, wakapiga maombi, hamna kitu. Alafu Yesu akamwambia nitachukuliana na nyinyi hata lini, watu wenye imani haba. Bwana asifiwe sana. Lakini akajua wao kama wao hawawezi, lazima niwaletee msaidizi, lazima niwawezeshe hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu, jina la Yesu huleta matokeo dhahiri tunapoliitia. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu,
ndipo jina la Yesu linaleta matokeo dhahiri tunapoliitia. Halo, Bwana asifiwe sana. Ndipo jina la Yesu linasababisha uponyaji. Ndipo jina la Yesu linasababisha wenye mapepo kufunguliwa. Ndipo jina la Yesu linasababisha wenye vifungo vya mizimu kufunguliwa, kwa sababu ndani yetu tuna Roho Mtakatifu. Hatutembei sisi kama sisi, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na Roho Mtakatifu hakai tu hivi kwa kula ugali Januari ya Disemba, wewe unapiga tu ugali. Biblia inasema anawapenda wale wanipendao na wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Wanitafutao kwa bidii. Lazima bidii. Mungu anataka kuona bidii yako katika kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko sawa sawa? Tukiwa na Roho Mtakatifu ndipo tutayafanya mapenzi ya Mungu. Wahubiri watasimama, watahubiri kweli ya Mungu. Waimbaji watasimama, watahubiri, wataimba katika uwepo wa Mungu. Lakini tukikosa Roho Mtakatifu ndio tutakuwa na waimbaji wale wanaingia na kanisani, wanakuwa na mitindo kama ile ya kanyaga, kwa sababu ndani hakuna Roho Mtakatifu. Unabeba vitu vya nje unaleta ndani kanisani. Halo. Bwana asifiwe sana. Lakini waimbaji wakijaa Roho Mtakatifu wataimba nyimbo zinazompa Mungu utukufu. Vijana wakijaa Roho Mtakatifu watafanya matendo yanayompa Mungu utukufu. Vijana wakijaa Roho Mtakatifu wataishi maisha matakatifu, wataishi maisha ya hofu, wataishi maisha ya kumtumikia Mungu. Ni kwa sababu ndani yao kuna kitu ambacho kinawasukuma kufanya hivyo. Halo. Bwana asifiwe sana. Tuko sawa sawa? Tuko pamoja? Shida kanisa la leo, hawa watu, kanisa la kwanza lilifanikiwa kwa sababu waliona umuhimu wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui wewe ukoje kwenye huduma yako, unataka tumikaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wewe ni mwana maombi, kwenye unaposimama kwenye maombi unataka uombeje? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu atusaidie kanisa la leo. Tuko sawa sawa? Tunataka kumwona Mungu kwenye maisha yetu. Tunataka kumwona Mungu akifanya. Tunataka kumwona Mungu akitenda. Lazima tuwe na bidii katika kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama. Ni sawa na gari lisilo na mashine. Haliwezi kutoka mahali hapo lilipo kwenda mahali pengine. Rabosia. Ni sawa na gari lisilo na mashine. Haliwezi kukusaidia uwe mwenye gari, lakini Roho Mtakatifu ni mashine. Na ni mashine ambayo inaweza kukupandisha mlima wowote utakaokutana nao. Huyo ndiye Roho Mtakatifu ninayemzungumza. Nataka niombe na mtu kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kanisa tu nataka niombe na wewe kwa habari ya Roho Mtakatifu. Sogea mbele ili tuite uwepo wa Mungu. Kanisa lote naomba sogea mbele, lote. Tunapoimba wimbo huu maanisha, Mungu inaenda kushuka sio ya kawaida.
pando la adui ling'oke, pando la kimungu liingie, pando la shetani, nang'oa pando la shetani, nang'oa pando la shetani, naweka pando la Mungu, Roho Mtakatifu ndani yenu, Roho Mtakatifu ndani yenu, Roho Mtakatifu ndani yenu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pando la shetani liondoke, pando la Mungu liingie, pando la Mungu liingie, Roho Mtakatifu ingia, Roho Mtakatifu ingia, in the name of Jesus, pokea, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila pando la adui, naomba kwa jina la Yesu, naomba kwa jina la Yesu, achia moyo wako, achia maisha yako, pando la shetani, pando la ibilisi, naomba kwa jina la Yesu, naomba kwa jina la Yesu, naweka pando la Mungu, pando la Roho Mtakatifu, likatengeneze moyo huu, likaupe uzima, likaupe uzima, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, naachilia neema ya Mungu, naachilia upako, naachilia nguvu ya ushindi, naachilia neema, naachilia neema, in the name of Jesus, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, pokea mama yangu, pokea binti yangu, pokea mama, pokea kijana, pokea wakilisti, waikilisti, pokea kijana, pokea na damu ya Yesu, kila pando la adui likashtuka kwa jina la Yesu, pokea nguvu, pokea nguvu, utendaji wa Mungu, utendaji wa Roho Mtakatifu, matendo ya Roho Mtakatifu, matendo ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea, pokea, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Endelea kumwita Bwana, endelea kuita, endelea kuita. Ipo nguvu, 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 ipo nguvu. Waona watu wanahudumiwa hapa, kuna mtu anaponywa magonjwa, kuna mtu anafunguliwa, kuna mtu anafunguliwa magonjwa ya tumbo, magonjwa ya tumbo, vifungo vinafunguka, vifungo vinafunguka. Roho wa Mungu ameshuka, vinakatika, kuna vifungo vinakatika, kuna vifungo vinakatika. In the name of Jesus, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, napeleka uzima, pokea neema, pokea nguvu, pokea ushindi, pokea kuinuka, pokea kuangaza. Roho Mtakatifu awe juu yako, 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 akupe kutenda, nakupasayo kutenda, ukayatende ya Mungu, ukayatende mapenzi ya Mungu, katika jina la Yesu, pokea, 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 pokea uzima, uzima kwenye moyo, uzima kwenye roho, uzima kwenye miguu, uzima kwenye tumbo, uzima kwenye mgongo, uzima kwenye kiuno, pokea, pokea, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Geoffrey, hebu weka mkono kwa yule kijana, huyo kijana achia, toka pepo, toka majini, kwa jina la Yesu, jini makata, jini mahaba, toka achia, achia maisha ya kijana huyo, achia maisha yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.